tunakumbushwa swala la kusoma vitabu. Maandiko matakatifu yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa, na ndio maana Mfalme Selemani alipompendezesha Mungu akamuuliza Selemani, nikupe nini? Mnakumbuka Selemani alichagua nini? Alichagua hekima. Na Mungu akasema, Selemani, umechagua kitu chema. Na Mungu aliamua kumbariki Selemani kwa sababu alichagua maarifa. Kanisa letu Katoliki linathamini sana maarifa. Mwaka 1998 watoto 40 katika parokia ya Ushirombo tulipata nafasi ya kufanya mtihani wa seminari, na kati ya watoto 40 na mimi nilikuwa mmoja wao. Tulipofanya mtihani ule, watoto 2 walibahatika kufaulu mtihani huo kwenda form 1 seminari ya Ujiji Kigoma. Hao watoto 2 waliofaulu kati ya 40 na mimi nilikuwemo. Na kati hao 2 mmoja alikosa ada. Kwa hiyo mmoja akapata nafasi kwenda Ujiji seminari kusoma. Na huyo mtoto aliyefaulu mtihani huo kwenda kusoma Ujiji seminari ni mimi hapa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kusimama hapa kama tunda la kanisa, nikirudisha fadhila hizo katika kanisa. Na moja ya jambo nililojifunza kule Ujiji seminari Kigoma, nilifundishwa umuhimu wa kusoma vitabu, kwamba vitabu vinabeba maarifa. Hapa kanisani tuna bookshop hapa, lakini wiki iliyopita nilipotembelea nikaenda kuzungumza na yule anayeuza vitabu pale, akaniambia mahudhurio ya watu sio makubwa, hata tu ile misala ya waumini watu sio wengi ambao wanayo. Sasa ndugu zangu, leo tukumbuke kupita kwenye meza ya vitabu pale, tuondoke na vitabu, au mnasema? Kwa sababu misala ya waumini ipo, kuna vitabu vya kanisa letu Katoliki vipo, lakini vile vile kuna vitabu vya ziada ambavyo tumevileta ambavyo vinakusaidia kwenye maeneo tofauti. Najua mko wengi mnaopenda kusoma vitabu. Mnajua historia kwamba Mwalimu Nyerere alikuwa anapenda sana kusoma vitabu, na ndio maana alikuwa kiongozi mzuri. Kardinali Pengo ni mmoja ya viongozi wazuri sana ambao wanapenda kusoma vitabu. Lakini viongozi mbalimbali wa kitaifa pia, kama Mheshimiwa John Mnyika ambaye leo pia yuko kwenye hili kanisa, anaweza akasimama akanyosha mikono, pia anapenda sana kusoma vitabu. Kwa hiyo niseme asante sana katibu mkuu wa chama. Kwa ndugu zanguni, mimi niwaalike waumini wenzangu tuweze kuwajengea hata watoto wetu utamaduni wa kusoma vitabu. Nyumbani tuweke vitabu, tuweze kuweka vitabu. Na nitamalizia kwa kuwapa story moja ya baluni, yale mapulizio. Kuna bwana mmoja alikuwa anauza mabaluni, akiona biashara yake imedolola, anayajaza upepo, anayaachia yanaenda juu, yenye rangi nyekundu, yenye rangi ya bluu, yenye rangi ya njano. Alikuwa anafanya hivyo mchana kutwa. Sasa siku moja wakati anafanya hiyo kazi, akaona anavutwa shati nyuma. Kuangalia nyuma, akamwona mtoto mdogo. Mtoto huyo mdogo akamuuliza swali, mzee, nimekuona umeachia mapulizio yenye rangi nyekundu, mengine ya njano na mengine ya bluu. Je, ukitengeneza baluni jeusi ukaliachia kwenda juu na lenyewe litaenda? Maana mtoto alijua rangi ya baluni ndio inasababisha liende juu. Mzee akamwambia, mwanangu, kinachofanya hili pulizio liende juu sio rangi yake, bali kilichoko ndani yake ndio kinafanya liende juu. Kwa hiyo katika kufanikiwa katika maisha pia si swala la jinsia yako au kabila lako au rangi yako, bali ulichonacho kichwani kitakunyanyua kukupeleka mbele. Si ndio jamani? Mungu awabariki sana, na Mungu akawatie nguvu ya kuweza kuyatafuta maarifa popote pale. Maandiko matakatifu yanasema mshike sana elimu asije kwenda zake. Na ndio maana Yesu Kristo alipokuwa jangwani, alipojaribiwa na Ibilisi, kila wakati akamwambia Ibilisi, imeandikwa kwamba mtu hataishi kwa chakula tu, bali ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Makofi kwa Yesu Kristo.
Ibilisi akasema, akagundua huyu anasoma huyu, ngoja na mimi nifanye nasoma vitabu. Akampeleka juu ya kinara kirefu, akamwambia sasa jirushe, kwa sababu imeandikwa kwamba malaika watakudaka. Lakini Yesu Kristo akaendelea kuwa smart, akamwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Si ndio? Ibilisi akikimbia kabisa. Kwa ndugu zangu, mimi niseme asante sana kwa baba paroko, na tutajitahidi kutoa baadhi ya vitabu kama zawadi kwa kanisa vikiwa kwa baba paroko, ili kuhakikisha kwamba tunaanza kuwa na maktaba nzuri ya vitabu hapa kanisani. Sawa jamani? Wangapi sasa kutokana na haya maneno machache tutaongeza kasi ya kusoma vitabu? Naomba tunyoshe mikono ambao tutaongeza kasi ya usomaji wa vitabu. Asante sana, Mungu awabariki sana. Asante kwa kusikiliza.